wakatandika nguo zao juu ya mwanapunda, wakampandisha Yesu. Na alipokuwa akienda, walitandaza nguo zao njiani. Hata alipokuwa amekaribia matelemko ya mlima wa Mizeituni, kundi zima la wanafunzi wake walianza kufurahi na kumsifu Mungu kwa sauti kuu, kwa ajili ya matendo yote na uwezo walioyaona. Wakasema, ndiye mbarikiwa mfalme ajaye kwa jina la Bwana. Amani mbinguni na utukufu huko juu. Amen. Mungu akubariki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema leo nataka tutumie mfano wa mnyama huyu. Tunamfahamu punda, si ndio? Jamani, kuna mtu asiyemjua punda? Sasa huwa anashangaa, punda ni mnyamakazi, lakini pamoja na kuwa mnyamakazi huwa anapigwa sana. Yaani anapigwa mijeledi sana. Hata maeneo ambayo nimezaliwa na kukua pia punda anatumika kwa namna hiyo, kama mnyamakazi. Pamoja na kuwa ni mnyamakazi, anawasaidia watu, bado anapelekwa kwa mijeledi. Maandiko tumesoma katika kitabu hiki cha Luka yanatuonyesha kwamba Yesu alipokaribia Betfage na Bethania kwenye mlima uitwao Mizeituni, alituma wanafunzi wawili waende wakamfungue punda na mwanapunda ambao walikuwa katika kijiji kilichokuwa kinawakabili. Akawaambia, nendeni kijiji kinachowakabili, mtamkuta mwanapunda na punda wamefungwa, nendeni mkamfungue. Watu wakiwauliza, waambieni Bwana ana haja naye, au Bwana ana shida naye. Akawapa sifa ya huyo mwanapunda, kwamba mwanapunda huyo hakuna mtu aliyewahi kumpanda. Inawezekana ni mwanapunda aliyekuwa anachipukia anakuwa, lakini Yesu alikuwa na kazi naye mwanapunda huyu. Walifuata maelekezo, wakafanya kama vile ambavyo Yesu aliwaagiza. Wakamfungua yule mwanapunda, wakampelekea Yesu, wakamtandika, wakamwandaa vizuri yule mwanapunda. Nilikuwa najaribu kufikiria kwamba mwanapunda huyu right, kama alikuwa anafikiria, japo wanyama hawana utashi. Ndio maana wanadamu tunahuruka, wanyama wanasirika. Inawezekana wakati Yesu anaingia sasa Yerusalemu, watu wanasema wakatandika nguo. Sehemu nyingine inaonekana pia kuna wengine walikuwa na mitende wakashangilia. Kumbuka Yesu yuko juu ya mwanapunda. Inawezekana kabisa, kama unafikiri kama mimi kwamba mwanapunda huyu alikuwa na uwezo wa kufikiria, inawezekana alijua kabisa nguo zile zinatandikwa kwa sababu yake. Kwa inawezekana akaendelea kufurahia kwamba wao binadamu hawa wananitandikia nguo ili mimi nipite, halafu wanashangilia. Inawezekana kabisa punda alijua anashangiliwa yeye. Haleluya. Inawezekana alijua anashangiliwa yeye, anapewa sifa yeye. Kumbe sifa hazikuwa za kwake, sifa zilikuwa za Yesu Kristo aliyembeba. Na kupeleka wapi tutafika tu. Kwa inawezekana akawa na kiburi kiliinuka ndani yake, kwamba wanadamu, mwanzoni nilizoewa kuchapwa na kufungwa kula nyasi, leo natandikiwa nguo, natandikiwa kanga, natandikiwa mavazi mazuri ili mimi nipite tu. Kwa inawezekana kwa akili za kibinadamu. Wasomaji wa Biblia mtamkumbuka Haman. Mfalme Asuero alipomuuliza Haman, unadhani tumfanyie nini mtu aliyefanya jambo hili na hili?
Hamani moja kwa moja akaangalia kwenye kasri la mfalme, ikulu, ni nani anayependwa? Kwenye ufalme wa mfalme Asuero, ni nani anayependwa kuliko mwingine yeyote? Akajiona yeye kuwa anapendwa kuliko mtu mwingine yeyote, na cheo alichonacho ni kikubwa kuliko mtu mwingine yeyote. Akasema sasa, akazungumza mambo makubwa makubwa. Mfalme, tafuta vazi la kifalme, alafu tafuta, kama kwa farasi basi ni mwanapunda, tafuta mwanapunda mzuri ambaye hajawahi pandwa na mtu yeyote, alafu mtu huyo avikwe mavazi ya kifalme, alafu tarumbeta ipigwe, watu wajipange njiani, ili huyo mtu sasa atokeze. Mfalme akamwambia, lisipungue neno lolote, fanya hivyo kwa Mordekai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka kuna siku nilikwambia, mwambie jirani yako, unapochimba mashimo usichimbe shimo refu, chimba shimo fupi. Yesu asifiwe. Kama wanachimba mashimo, mwambie tena, unapochimba mashimo chimba mafupi, mpendwa. Mbona mwambie chimba mashimo mafupi, usichimbe mashimo marefu. Ana muda wa kuchimba shimo. Haleluya. Mimi nawapenda wachimba mashimo, nawapenda mno, nawapenda bure bila gharama. Maana kuna saa unayemkimbiza utakimbizwa wewe, alafu mwisho wa siku mashimo uliochimba unatumbukia wewe, yeye anakuwa salama. Unapotega mtego usitege mtego mkali unaochanachana mpaka matumbo. Tega mtego rahisi, angalau unase mguu, mtu huyo awe salama. Unapotega mtego mkali unachanachana mpaka matumbo, kuna siku wa mtego utakuchana mwenyewe. Kamuulize Hamani kilichomtokea. Kwa hiyo inawezekana kabisa punda aliyekuwa anadharauliwa, sijajua kwa wanyama ni mnyama gani anadharauliwa sana. Sasa kama kakubebea mzigo bado unamchapa viboko, hiyo si dharau ya kiwango cha juu? Ni dharau ya PhD hiyo. Nazungumza hiyo ni dharau ya PhD, dharau iliyopitiliza. Japo kuna jamaa anaitwa dharau ya nani? Dharau ya punda. Kwani kishimbe nzove manake nini? Kishimbe nzove manake nini? Kishimbe nzove, nyinyi mnaoishi kishimbe nzove manake nini? Kiburi. Yaani yule jamaa alitajirika kwa sababu ya nini? Ya punda. Punda walimsaidia kupata utajiri wake, alikuwa na mapunda mengi, kwa hiyo akawa anafanya kazi. Baadaye jamaa mtaa ukaitwa kishimbe nzove mpaka leo. Sasa punda anakusaidia bado unamuadhibu. Haleluya. Kwa hiyo watu wakapunga matawi wakashangilia sana. Kwa nini? Punda amembeba Yesu. Sasa kasheshe, punda wakati anaenda watu walishangilia, lakini wakati wa kurudi akashangaa nguo zimetoka barabarani, alafu wanampiga na mateke na viboko. Kwa nini? Alisahau kuwa heshima yake na thamani yake alikuwa nayo kwa sababu tu alimbeba Yesu. Kwa watu waliona punda na thamani kwa sababu punda alimbeba Yesu. Alipomshusha Yesu, thamani yake ikapotea. Nini nakuambia kanisa? Tukimbeba Yesu, thamani yetu itaonekana. Tukimshusha Yesu, thamani yetu inaondoka. Sikiliza, tunahubiri leo na kuwasema wachawi hadharani kwa sababu tuna kiburi na jeuri ya kumbeba Yesu. Haleluya, haleluya. Tuna kiburi na jeuri kwa sababu tumembeba Yesu. Usipombeba Yesu huwezi kuwa na kiburi na jeuri.
Thamani tulionayo ni kwa sababu Yesu Kristo yuko ndani yetu. Sisi sio chochote, sisi sio lolote kama Yesu hayuko ndani yetu. Tu chochote tu vyovyote tuna thamani kwa sababu Yesu yuko ndani yetu. Rai yangu ni nini? Mbebe Yesu kwenye maisha yako. Narudia, mbebe Yesu kwenye maisha yako ili uweze kutunza thamani yako. Thamani yako itatunzwa tu ni pale unapombeba Yesu. Ukimwacha Yesu huna thamani wewe. Narudia, ukimwacha Yesu huna thamani tena. Kwa nini nasema ukimshusha Yesu hautakuwa na thamani? Sikia, shetani hatishwi na umbo ulilonalo. Sikia, shetani hatishwi na umbo ulilonalo. Shetani hatishwi na ukubwa wa umri ulionao. Shetani hatishwi na wingi wa maombi unayoyaomba. Shetani hatishwi na ukwasi wa mali. Shetani hatishwi na mavazi unayovaa. Liko jambo moja linalomtisha shetani, ukubwa wa Yesu uliye naye, maana yeye ndiye mwanzilishi wa imani yetu. Halafu maandiko yanasema kwa kuwa alianzisha imani ndani yetu atakuja kuikamilisha. Maandiko yanasema, soma kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 3:4. Lakini na 4:4 anasema, na huku ndiko kuushindako ulimwengu, hiyo imani iliyoko ndani yenu. Nani aliyeanzisha kazi ya imani ndani yako? Jamani, nauliza, nani aliyeanzisha kazi ya imani ndani yako? Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 4 na waraka wa kwanza wa Yohana huo sura ya 4 mstari wa 4. Kwa ibilisi hatishwi na uzuri wa nyimbo tunazoimba, au aina ya maombi tunayoomba mbele za Mungu, au aina ya sadaka tunayotoa mbele za Mungu. Anatishwa na ukubwa wa Yesu uliyembeba ndani yako. Nisikilize kanisa, Paulo anasema, si mimi ninaishi bali Kristo ndani yangu. Msinitabishe kuanzia sasa, maana chapa za Kristo ndizo ninazozibeba, ndizo ninazozichukua. Sikiliza nikwambie, kwa nini tunaitwa wakati mwingine sisi ni wachawi? Ni kwa sababu wachawi huwa wanakuja, wakija hawatuoni sisi, kuna mtu anayemtazama, kuna mtu anayemwona. Imeandikwa kitabu cha Zaburi 125 lile fungu la 2, kama vile milima inavyoizunguka Yerusalemu ndivyo Bwana huwazunguka watu wake kuanzia sasa hata milele. Maana yake nini? Tuna ulinzi usiokuwa wa kawaida. Ukipata neema ya kwenda mbinguni siku moja, kama Gehazi alienda mbinguni, ukamuulize wakati Gehazi anaamika, anamwambia Bwana wangu maadui wametuzingira. Akamwambia, bwana mdogo, tulia, ngoja nimwombe Mungu nikuonyeshe ulinzi tulionao. Ndipo alipomwomba Bwana akamwambia, fungue mtu huyu macho.